good evening viewers. Karibuni tena sana kwa kipindi chetu cha Cook and Dine. Ni mimi wenu Dorothy. Leo tuna recipe nyingine moja tamu sana. Leo nimeamua ni revisit a recipe ambayo nishawaifanya. But bado kuna requests zinakuja na watu wametamani sana kuniona nikipika pilau. Pilau yetu leo ni ile rahisi bi kawaida na natengeneza mapishi rahisi, so I can't wait for this recipe. So as usual tutaanza na the ingredients. Hapa tuko na mchele wa basmati, my favorite rice. Mchele ni mzuri, kuiva kwake haina kazi nyingi, hata ukaweka maji kipita kiasi itaiva tu polepole na itatoka moja moja. Tuko na nyama yetu hapa. Nyama hapa tuko na around 350 grams ya nyama. Kama wewe wapenda nyama nyingi unaweza ongeza iwe nusu kilo na mchele iwe kilo. Hapa tuko na our pilau masala, it's whole spices. Nilikuwa nataka leo tutengeneze authentic pilau. Then tuko na our garlic and ginger, obvious for the taste. Hapa tuko na tomato paste, tomatoes, kitunguu. Hapa tuko na soy sauce, kuna chumvi na mafuta. So tutaanza na kusoak our rice. Kitu ya kwanza napenda ni soak mchele for at least 20 minutes. Then tawasha our gas, then we roast our spices. Take up, you soak for 20 minutes. Then we come to our spices. Nataka tuweke moto mdogo tu. Utajua zimesha iva wakati zinatoa harufu ya the nutty flavor of the spices. Hii ni njia moja nzuri ya make sure the pilau masala is real, kwa sababu nyingi zinazouzwa huwezi jua ingredients ndani ni nini, but hii ni njia nzuri sana ya kujua the spices ndani ziko na nini. Na pia inaipatia ladha nzuri ya pilau. Ukiona hivyo zimeanza kutoa moshi, ujue zimeanza kuroast vizuri, na ziko mbali tutakuwa tumezitoa. Zikishaanza kupop hivyo najua ziko tayari. Nitaweka hapo kando. Then nitachukua sufuria yetu. Nitaweka mafuta. Weka kama nusu kikombe. Then tutaanza kukata kitunguu.
Wakati kitunguu chetu kitaendelea kuiva, nataka tukate nyama. Then tutachukua our garlic and ginger so that we pound. Then to take some salt. Our garlic ginger paste is ready. Then tuangalie kitunguu become golden brown. Hiyo ndo tunataka. So the next step ni kuweka nyama. Tutaweka nyama ifry. Tuweke chumvi kidogo. Wakati tunawacha nyama yetu ikiendelea kufry, tutaka kutengeneza kachumbari. Nyama ikifry hivyo na mafuta na kitunguu inatoa harufu nzuri, na pia hiyo harufu ya nyama inabaki kwa mafuta, so ile pilau inazidi kuwa na ile harufu ya nyama kuliko uchemshe nyama then ukarange nyama. Ile harufu, ile taste ile ya nyama itakuwa vizuri kwa pilau. So ukianza na hivi unapata ile the beefy flavor sana. So the next thing tunataka tutengeneze kachumbari. Kachumbari ni muhimu sana kukula nayo pilau.
ina balance out the spices na pia inakusaidia pia na digestion. So kachumbari ni vizuri sana kutumia wakati unakula pilau. Leo kachumbari yetu tutatengeneza simple, just kitunguu na tomato. But kama we ni mtu unapenda salad, unaweza tumia the green salad, unaweza weka carrots, unaweza weka cucumber. Yani wewe vile unavyopenda kutengeneza salad, wewe feel free kutengeneza. Next thing tutaweka ni chumvi. Then tutaosha kitunguu na maji so itoe ile ukali kidogo na iwe soft. Nyama yetu tunataka kuifry vizuri mpaka iwe brown. Ikae kama ni nyama choma vile. Haya, tuendelee na kitunguu. Then tutamwaga haya maji. Then tutakata tomato juu. Nyama ikisha kuwa golden brown pia kama hivi, sasa ni wakati wa kuweka the spices. Tutaanza na the ginger garlic paste. Then tutaweka our spices. Then tuweke our tomato paste. Harufu inanukia kweli. Sasa wakati huu ndo unajua, majirani watajua kuna kwa pilau.
So tutaacha ifry tena kama 5 minutes, then turudi kukoroga. Kachumbari yetu iko tayari, tutaiweka hapa kando. Nyama nayo pia imeiva vizuri, rangi nayo inapendeza. Sasa kuna wale ambao wanapenda pilau yao ikiwa nyeupe na wale ambao wanapenda ikiwa brown. Sasa usiri ni hii, tuliambiwa ukiweka soy sauce inakuwa the color ina change, inakuwa brown kidogo. Kama kuna siri nyingine pia unaweza tuandikia pale kwa comments tujue wewe siri yako ni gani. Tega kama 2 tablespoons. So lazima tupime vikombe 10. So hicho ni kikombe cha kwanza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tutaacha ichemke. Kichemka tu tuweka mchele wetu. Kabla nisahau, chumvi muhimu. Tutaweka chumvi. Then funike, wache ichemke. Wakati tunangoja maji yetu ya mchele yachemke, ya maji yetu ya pilau yachemke, tunaweza enda break kidogo tu, then tutarudi. Tumerudi after a short break na maji yetu ya pilau yameanza kuchemka. So now this is the time ya kuweka mchele. Mchele wetu umekuwa ukisok for 20 minutes. So tutaanza kuweka mchele. Baada ya kuweka mchele tutakoroga. Na nitaonja chumvi. Chumvi kama iko sawa. Naona niongeze kidogo tu kwa sababu vile tumeongeza mchele.
Then tutafunika tuache chemke mpaka ive, then pilau yetu itakuwa tayari. Pilau yetu enda ikishikana, so imebakisha kitu in the next 10 minutes itakuwa imeshaiva. So ikishaanza kushikana hivi unaifunika and then you let it simmer for those 10 minutes na itakuwa iko tayari. Leo tulifanya shooting yetu jioni kidogo na tumeenda through mpaka sasa giza imeingia, but chakula yetu imeiva. So wacha tuangalie. Pilau imeiva vizuri mpaka imesimama. Naona vile inakaa inapendeza. Sasa wakati huu ni ule wa kupakua. Yapendeza kweli kweli. Then tutaweka kachumbari kidogo. Hapo kwa side. Na pilau yetu ndio hiyo. Inakaa vizuri sana. Hii serving unaweza kula hata na watu 6-7. Kama ni watu ambao wakuli sana hata watu 10. Hii chakula so ni chakula watu wanaweza enjoy, watu wengi, familia, marafiki, watoto, wazee, kwa vijana, yote hii ni very popular food. So ningependa sana watu wengine, watazamaji, kama mko na recipe nyingine ya pilau ambao is even better than this one, tuweze kuboresha kipindi. Usikose kwenda YouTube pale Lolwe TV Kenya, usubscribe na pia uangalie vipindi vyetu pale. Kuna comedies, kuna interviews na of course kuna cook and dine. So I think this is the time for us to test. Nataka nichukue mchele kidogo na kachumbari pale. Delicious. Tamu sana. And very tasty. So nimekuwa wenu Dorothy and this was Cook and Dine.